Praise God. Leo tunaenda kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Esta 7, mstari ni wa 5 hadi 6. Nitasoma. Ndipo mfalme Ahasuero aliponena, akamwambia Malkia Esta, ni nani huyu, tena huyu yuko wapi, ambaye moyoni mwake amedhubutu kufanya hivi? 6. Esta akasema, ni mtesi, tena ni adui. Ndiye huyu Hamani, mtu mbaya kabisa. Mara Haman akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na malkia. Bwana asifiwe. Nataka tunene kuhusu kitabu ama kuhusu neno la Mungu katika kitabu cha Esta. Mara mingi tunaona kwamba Esta ni msichana ambaye alilelewa katika jamii ya wajomba na aliishi maisha ya shida sana, lakini Mungu akampa kibali, akachumbiwa na mfalme, akawa malkia, na mjomba wake alikuwa Mordekai. Sasa neno linatuambia kwamba walikuwa Wayahudi na Haman alikuwa ndio mlinzi wa mfalme. So alikuwa na ile kibali na kiburi cha kufanya maovu. Akakusudia kutaka kuangamiza Mordekai na Wayahudi wote. Na hapo Esta alikuwa tayari ni malkia. Wapendwa, nataka ushike sana neno hili. Na nitanena katika mafumbo juu ya nchi yangu Kenya. Wakati mwingi adui anaposimama kutaka kuangamiza nchi, huwa amepanga. Hamani ni adui wa Kenya ambaye amefanya nia, amepanga mipango kumaliza nchi. Wapendwa, nataka kumwambia kwamba Mordekai alimwendea dada Esta, akamwambia kwamba kumbuka kwamba Hamani amekusudia kufanya maovu juu ya nchi yetu na juu yangu mimi, na amekusudia kwamba atatumaliza. Kwa hivyo hata kama uko katika nyumba ya kifalme, tambua kwamba hata wewe utaangamia. Ni mara mingi adui anapopanga kumaliza nchi, anapopanga kuharibu watu, hupanga kisiri. Lakini Mungu ni mwaminifu. Amekuchagua wewe. Nchi yangu imechaguliwa, haitaangamia. Japo muovu amepanga maovu kumaliza nchi, lakini nchi haitaangamia. Maana Mungu ako pamoja na nchi yangu Kenya. Ile mti aliyoutengeneza ili autundukie nayo Mordekai, huo msalaba ndio utamtunduka mwenyewe. Maana neno linaniambia kwamba mashimo yale wanaokuchimbia watatumbukia wenyewe. Mitego wanaotega itawategua wenyewe. Mishale wanayo kuwinda nayo itawadunga wenyewe. Wamepanga nia kumaliza nchi, lakini Mungu ni Mungu anayeishi, ataokoa. Natambua na kujua nchi yangu Kenya ni mahali ambapo Mungu anapenda. Nchi yangu Kenya Mungu anaipenda, lakini imegeuzwa ikawa ni chukizo mbele zake Mwenyezi Mungu.
Wapendwa, nataka kuambia kwamba ndiposa Mungu akubali maombi yetu kama nchi ya Kenya, lazima tuwe watu wa kuomba. Tuombe Mungu atuokoe. Tuombe Mungu aokoe nchi yetu Kenya. Maana mtesi amewaza maovu juu ya nchi. Maana mtesi amewaza kumaliza nchi. Kumbuka Esther na Mordekai, kama hawangefanya fasting kwa ajili ya nchi yao, ilikuwa inaangamiwa. Lakini kwa ajili walinyenyekea, wakapeleka magoti zao mbele za Mungu, Mungu akasikia maombi yao, akaokoa nchi. Ujumbe huu uko katika nchi yangu Kenya. Tumkimbilie Bwana. Tunyenyekee, tulie mbele zake Mwenyezi Mungu. Maana muovu amekusudia kumaliza nchi. Maana muovu amekusudia kuua. Tuwe watu wa kunyenyekea. Tuite Mungu, tumuite Mungu. Tumuite Mungu asamehe nchi. Nchi yetu ni najis. Maana kila wakati umwagaji wa damu ni najis mbele zake Mwenyezi Mungu. Tumuite Mungu, tuombe Mungu akomboe nchi. Maana nchi yetu imekuwa chukizo mbele zake Mungu. Ghadhabu ya Mungu inawaka. Na ndiposa unaona maadui wamepata nafasi kutawala katika nchi ili wamalize watu, ili nchi iharibike. Wakenya, tusipoomba, tusipomlilia Mungu, tusipomrudia Mungu, nchi iko mahali pabaya. Esther na Mordekai walimlilia Mungu, Mungu akawajibu na wakapata kibali mbele za Mungu. Walipata kibali mbele za mfalme. Tumlilie Mungu. Tusiwe watu wa kiburi na majivuno na kujiona ndio tunaweza. Hapana. Hatuwezi bila Mungu. Kenya hatuwezi bila Mungu. Tumrudie Mungu, naye Mungu ataiponya nchi. Barikiweni sana. Nimejibu dada yangu. Tumrudie Mungu kama nchi, naye Mungu ataiponya nchi. Mbarikiwe sana.